maneno ya majani chai, maneno ya sukari, alikuwa amelainisha. Na hata wakati tumeenda kule Somalia kutawaza serikali mpya, that was one of the last international trips. Yeye ndio Uhuru alikuwa ameweka mbele kuongea ile mambo ya miraa, mambo ya transportation. We had made great strides. So leo tukija nyumbani kwake, we can look you in the eye na tuambie mumepea Kenya a great leader in the name of Peter Munya. Na sasa mambo yamebadilika. Huko kwetu tunasema vindu vichenjanga. Tangu Munya atoke huko, tumekuwa tunatembea mlima Kenya, tunasikia mambo ya kahawa ilikuwa 120 per kilo, imeteremka sasa. Na mambo mengi imeharibika, si ndio? So my brother, we wish you well. Lakini zaidi ile safari ambayo tunatembea sasa. Leo tunataka tuwaombe ninyi wazazi wake, ninyi watu wake, mumurelease. Mtupe huyu Peter Munya, tutembee na yeye. Na kama hiyo mnakubali, nimeona pale nyuma wakati nimeingia, I noticed one thing. The proposed MCK Njui Cathedral, ile plan yetu, strategic plan yenu, safari yenu ni 2023 to 2027. Hata sisi na huyu Kalonzo vile umesikia tuko na safari yetu, tumeanza 2023, tunaelekea wapi? Na ndio sababu tukifika hapa ile mipango mko nayo na mumetualika. Leo mimi nasema 77 77 77. Mimi nimekubali mwaliko wenu, mwaliko wa Peter Munya. Na tumekuwa tunanongonezana hapa na bwana Stephen Kalonzo Musyoka ya kwamba hiyo safari ya 2027 ya hii cathedral kujengwa na ikamilike, hiyo safari ya 30 million, Mungu akipenda tarehe 7 mwezi wa 7 tutarudi tutembee naye. Lakini pia tunawauliza, hii safari ambayo tumeanza, mtatembea nasi? Kalonzo, mtatembea na Wamalwa? Mtatembea na Peter Munya? Na baba? Na Azimio? Hebu nione mikono mnaosema tutembee pamoja. Asanteni sana. Mimi nimeshukuru sana. Sitaki niseme mengi sababu tuna kanisa nyingi tunaelekea kule. Lakini pia niseme ya kwamba mambo ambayo tumehubiriwa siku ya leo. If you stand for nothing, you will fall for anything. Sisi kama Wakristo siku ya leo, tuataka tuseme ya kwamba we stand for something. Na tangu utotoni huyu Peter Munya ameniambia, hata ile masomo ya watoto wadogo akifunzwa, tulikuwa tunafunzwa amri 10 ya Mungu. Na kati ya hizo amri 10 ya Mungu kuna moja inasema usiseme nini? Uongo. Usiseme nini? Uongo. Hayo ndio maadili ambayo sisi kama Wakristo tangu utotoni tunasomeshwa. Na Peter Munya alifunzwa hiyo kwa hii kanisa, na kule tumekuwa na yeye ni mtu wa kusema ukweli. Lakini tuko na wenzetu ambao hawasemi ukweli. Wako mamlakani sasa. They have turned Kenya into a lying nation. Kila kitu wanasema ni uongo. Walikuwa wamesema eti mkiwapa nafasi, wakiapishwa tu kuweka Biblia chini, bei ya vitu itakuja wapi? Chini. Wakasema mama mboga, watu wa chini, boda boda, mambo yenu mtainuliwa mtoke bottom mpelekwe wapi? Ile kitu tu imeenda up. Sio mama mboga, sio boda boda, ni ushuru wa Zakayo. Kweli si kweli? Kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Up. Na sisi tunaanza kuambia waambie wa Kenya ukweli. Sababu what has been happening now is totally turning Kenya into a lying nation. Leo nimeona rais wa Hungary, mama moja ambaye amejiuzulu, sababu alikuwa ametoa
pardon, kama vile msamaha unatolewa kwa maabusu, lakini kimakosa akapardon yule mtu alikuwa amenajisi watoto, na leo ameresign na amesema Hungary is an upright nation, is a nation of integrity. These are our values. Na amejiuzulu sababu hayo makosa yalipatikana, and they go against the values of her nation. Lakini hapa kwetu, we have our values as Christians, as Muslims, as Kenyans. Kenya is a God-fearing nation. The only thing we are lacking are God-fearing leaders. Leaders of integrity. Honest leaders. That is what we are lacking. Na hiyo ndio tunataka tubadilishe. Kwa hii safari tunaenda 2027, we want to take our country back. Na tuhakikishe ya kwamba we remain a God-fearing nation, but we also have God-fearing leaders. Hapa, wale ambao walinajisi walikuwa pardoned. Na sio tu kusamehewa, tena wakateuliwa wakapewa maofisi. Wale ambao walikuwa wameua, walikuwa na makesi ya ufisadi, were pardoned, but not just pardoned, they were rewarded. Wao ndio wako serikali. Then how are we going to change our country? We only do so if we can get the right leadership in place. Hiyo ndio leo nataka niwaambie Wakristo wetu wa Njui. Muko na hiyo timu hapa na hamuna habari. That team is here in Njui today in Meru. Na sisi tunataka mfungue macho na muweze kuiona. Wale mmejua Bwana Munya, you know his record.